Haleluya. Amen. Haleluya. Nguvu iliyopo ndani ya jina. Nguvu iliyopo ndani ya jina, kuna nguvu aina mbili. Amen. Inawezekana nguvu iliyoko ndani ya jina lako ni nguvu ya Mungu, au inawezekana nguvu iliyoko ndani ya jina lako ni nguvu ya mizimu. Amen. Au nguvu ya shetani. Sasa ni lazima kila mmoja ajue kwamba ndani ya jina langu imebeba uwezo gani, imebeba mamlaka ipi. Amen. Je, ni mamlaka ya giza au ni mamlaka ya nuru? Sema amina mpaka wachawi wapigwe. Amen. Mfalme Suleiman aliyekuwa na jina la kufanikiwa, aliyekuwa na jina la kupendwa na Mungu, anasema ni heri kuchagua jina jema kuliko heshima, kuliko utajiri, kuliko marihamu, kuliko neema, kuliko fedha na dhahabu. Amen. Unapokuwa na jina zuri, ni zaidi ya fedha, ni zaidi ya dhahabu. Ukiwa na jina zuri ndio utajiri ulio nao. Amen. Ukiwa na jina la kufanikiwa, hata kama kuna watu wanakuzuia, Amen, kupitia jina ndipo utakapofanikiwa. Amen. Sema amina mpaka wachawi wasikie. Amina. Hapa leo tumefika, kila mtu ana jina lake. Na inawezekana kila mtu ana jina lake, lakini kuna wengine hawajui maana ya majina yao. Amen. Hawajui majina yao yamebeba kitu gani. Amen. Hawajui majina yao yana nguvu gani. Amen. Sema amina. Amina. Ni kitu ambacho Mungu anataka. Amen. Kila mmoja ajue nguvu ya jina lake. Amen. Na ajue ndani ya jina lake Amen, kuna uwezo gani. Yes. Inawezekana jina lako ndio limebeba hatima yako. Amen. Inawezekana jina lako ndio limezuia hatima yako. Amen. Sasa kama jina ndio limebeba hatima yako, Amen, ni lazima ujue namna ya kuliombea lazima, ili hatima yako ipate kutimia. Amina. Lakini kama ndio linazuia hatima yako, Amen, lazima ujue maombi ya kuomba. Amen. Ili kufungua mlango wa hilo jina upate hatima. Amina. Sema amina mpaka wachawi wasikie. Amen. Jina ni ukumbusho. Jina ni kumbukumbu. Yes. Unapopewa jina, ndio maana kuna watu wamepewa majina ya babu zao, wamepewa majina ya bibi zao. Amen. Kwa nini wanapewa majina hayo? Ni ili babu au bibi asipotee chini ya jua. Amen. Chini ya dunia hii. Kama vile Mungu alivyomwambia Musa kwamba nitafuta huo ukumbusho wa Amaleki, na utakaposikia jambo hili ukaliandike machoni pa Yoshua. Manake Mungu alitaka afute jina la Amaleki, kwamba asisikike tena ndani ya taifa la Israeli. Amina. Sasa wale wazee mababu ambao ndio mizimu ya leo, waliona ni namna gani ya kuhakikisha majina yao yanaendelea kukumbukwa, yanaendelea kuwepo. Amina. Kaona ni bora mtoto wa kwanza anapozaliwa, ikiwa ni wa kiume basi apewe jina la babu, mzaa baba. Amina. Ikiwa ni wa kike apewe jina la bibi, mzaa mama. Amina. Mzaa baba. Sema amina popote ulipo. Amen. Kwa hiyo utakuta bibi mzaa baba alishafariki, lakini kwa sababu kuna waliobebeshwa majina, ukumbusho wao unaendelea kuwepo. Tabia zao zinaendelea kuwepo. Amina. Mambo yao yanaendelea kuwepo. Kwa nini Mungu anamwambia Musa atafuta kumbukumbu la Amaleki? Ni kwa sababu hata jina likibaki, kuna tabia zinaambukiza, kuna tabia zinafuatana na wale watu waliozunguka yale maeneo. Amen. Sema amina mpaka wachawi wapigwe. Amina. Sema amina mpaka adui yako asikie. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu iwe ukumbusho, kisha ihubiri masikioni pa Yoshua ya kuwa nitafuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena chini ya mbingu. Leo tunataka, kama jina lako lina kumbukumbu za mizimu, lina kumbukumbu za magonjwa, lina kumbukumbu za matatizo, leo tukafute hizo kumbukumbu. Kama ni agizo la Mungu, ukumbusho wa majina yenye magonjwa yakapate kufutwa katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Mungu anasema kupitia Yohana
ile sura Ufunuo wa Yohana. Tusome, msomaji, sura ya 3 anzia mstari wa kwanza. Anasemaje?